Tunaendelea na part 2. Part 1 tuliongelea kuhusiana au tuliishia mwanamke alikuwa ana force pesa muda mwingine ili akampe yule mwanaume. Part 1 tuliishia hapo. Na comment za watu katika part 1 wengine wameumizwa sana na hii story. Lakini kama nilivyowaambia, hii story bado ni endelevu. Yule mwanamke aliongea vitu vingi vya kumuumiza yule mwanaume, lakini mwanaume alijaribu kumkumbusha, kwa sababu mwanamke aliongea kwamba sijisikii nikiwa na wewe, sihisi chochote unaponiingilia, unaponigusa naona kama natambaliwa na nyoka. Unajua ile, yani ni maneno ya kumuumiza, ni maneno ya kumtia hasira yule mwanaume, ikiwa tayari umeshambainishia kwamba kwa nini huhitaji tendo la ndoa ndani? Kwa sababu kumbe kuna mwanaume mwingine ambaye wewe unaenda kupata hilo tendo la ndoa baada ya huyu mwanaume kumuuliza, kwa nini kila siku ni kuanze mimi tu na sio wewe kuomba hata siku moja? Mwanamke akajibu majibu kama hayo kwamba sijisikii hata unaponishika, na hisi kama natambaliwa na nyoka. Yaani hasikii ile hali ya mwanamke anayetakiwa kusikia, au hisia zile za yule mwanaume hayuko nazo. Lakini mwanamume au mume alijaribu kumkumbusha historia ya nyuma au chanzo cha wao kukutana mpaka wakafunga ndoa. Akamwambia, mke wangu, hayo yote unayoyaongea, mbona kama umesahau ulikotoka? Mwanamke akamuuliza, nimesahau nini nisichokikumbuka? Akamwambia, umesahau kwa sababu kumbuka tulipokutana mimi na wewe, ni vitu gani uliniambia? Nilikukuta katika hali ambayo kuna vitu ulikuwa unavifanya ili kuficha tatizo ulilo nalo. Ulikuwa unafikia hatua unaua au unatoa ujauzito ili kuficha mumeo aliyekuoa asijue kwamba una tatizo gani. Lakini mimi nilichukua maamuzi ya wewe kukuoa ili kuzuia usije ukawa unavifanya hivyo vitu, lakini usiendelee kuambukiza watu tatizo ulilo nalo. Na nilifanya hivyo kwa niaba ya wewe uwe na amani katika maisha yako. Leo unaongea kauli ya kuonyesha kwamba mimi ninapokugusa au kukupapasa ndani ya mwili wako hauna hisia na mimi, bali unaona kama anakutambaa nyoka. Nikikuingilia huhisi kama ni mwili, unahisi kama na kutumbukiza gogo. Hayo ni maneno kweli ya kuniambia? Kumbuka tatizo ulilo nalo.